Hello na karibu sana katika Tanapa Podcast. Leo hii niko nyumbani. Narudi Songea. Nipo Songea na nipo huku kwa sababu ya mambo mengi, lakini kubwa ni kuzungumza kuhusu mila na desturi ambazo zilipelekea kuhifadhi maliasili katika maeneo tofauti tofauti. Vizazi hivyo vilivyotangulia tumerithishwa, tuwarithishe. Walifanya nini kuhakikisha kwamba tunarithi na tumevikuta na tukaviendeleza, na naamini tutaviacha salama kwa ajili ya wajukuu wa wajukuu wetu. Sasa katika kuhakikisha hilo, tunajaribu kurudi nyuma kuangalia ni kwa kiasi gani mila na desturi za makabila tofauti tofauti ziliwezesha kuwa na hizi maliasili ambazo vizazi na vizazi vimezikuta. Na leo hapa Songea nipo na Chief Songea Mbano moja, numero 1. Na atatuambia vitu vingi sana kuhusu Wangoni na walichofanya kuhifadhi maliasili, lakini unajua Wangoni wana mambo mengi. Tunaweza tukapata ABCD kutoka hapa. Kwa mfano, Wangoni waliondoka South Africa wakaenda kukaa na Mtumbo. Chifu atatuambia hapa ilikuwaje na kama ni kweli, maana huko kwenye magrupu tunataniwa Wangoni mambo mengi. Chifu mojawapo ya mambo ambayo tunataniwa nayo ni kwamba Wangoni wape pesa watakufikishia, sio sawa na Wachaga, lakini usiwape mke hatofika. Chifu atatuambia. Ninaitwa Catherine Mbena na hii ni Tanapa Podcast. Tuwe pamoja mpaka mwisho. Na hapa mbele yangu nipo na Chifu Songea Mbano. Sasa utapata maelezo. Chifu Songea Mbano, mbona tulisikia hivi, tulisikia vile, lakini utapata maelezo yote hapa. Na kwa kuanza, tukuoni bamu. Yeo, habari ukela. Kwa bwina za magono. Kwa bwina tu. Za kudenyekana. Bwina bana mwendwa. Kwa bwina. Bale kugenda. Tigenda bwina. Asante sana. Usengwi sana. Chifu atajitambulisha vizuri kwamba yeye ni nani kabla tujaanza mazungumzo. Karibu sana. Asante. Karibu sana wageni. Hapo mhiki panimbaima. Asante sana. Kwa jina naitwa Chief Songea Mbano nambari 1, ni kituko cha Songea Mbano. Kwa hiyo niomba niwakaribishe sana wageni wetu hapa Songea. Asante sana. Songea ndio jina kwangu mimi. Asante sana. Haya mavazi yako Ndio yanamaanisha nini? Mavazi haya kwa utaratibu ni mavazi ambayo yanahifadhi mazingira. Umeona kwamba hata mavazi mimi sikuyapata hapa, imeletewa toka Malawi kwa mzee. Kwa mzee Babangu yuko Malawi na ndugu yetu wako pale. Maeneo ya Mzuzu ule, Zimba na Lirongo huko. Kwa niletea haya mavazi. Basi hata mwenye niliagiza Afrika Kusini pia. Kwenye asili ya kwetu. Lakini haya mavazi unaweza kana mavazi haya unavaa. Wewe lazima hata mnyama akikuona lazima atapona stuka. Hata ng'ombe ukivaa namna hii, pata atakukimbia. Anasema huyu si mwenzangu. Unaona ligumi hili. Kwa hiyo ilikuwa navaa mavazi kwa makusudi kabisa. Na ilikuwa na maana yake. Kwa hiyo mavazi haya tunayavaa kwa siku maalum, sio kila wakati. Kama kuna tukio, kwa mfano kiongozi amepika, labda wataalamu wamekuja kutembelea, wamesema naomba tuvae mavazi ya navy, tunavaa. Ni sio kuvaa hivyo kienyeji. Natakiwa pia kama tunasafiri nje ya nchi, kwa sababu tunajulikana ni machifu, hawezi kuuliza maswali. Lakini ni vyema tufanye mawasiliano na serikali. Unajua tunaenda sehemu fulani kwa natoa kibali cha kusafiri. Hata ukitoka hapo unasema unakwenda Malawi, wakishaona umepanda namna hii, askari hawezi kusimamisha. Maana tunaweza kumwambia askari, sasa wewe unasimamisha, nataka mimi nisifike kwa wakati. Basi ngoja nishuke kwenye gari. Utanibeba. Unaweza ukasema hivyo? Utanibeba. Naomba kabisa utanibeba. Sasa askari kuangalia sasa, basi ngoja nikuruhusu uende. Penda ndo mshuru maalum. Mimi sio mwizi. Sasa. Kwa hiyo ni mavazi ambayo yanatambulisha tu mila zetu. Ni mavazi ambayo yanavutia kama kwenye utalii.
huu ni utalii wa ndani. Watu kutoka nje utamaduni wetu. Ni utamaduni ambao sisi tunatakiwa tuukuze na tuuenzi. Sisi tumeridhishwa tuarithi na jili tuarifishe. Sasa inatakiwa mhindo huo. Kwa hiyo ukivaa mavazi inawezekana kama mtu mwingine akakuogopa akasema huyu mchawi huyu. Kumbe sio. Hii ni utamaduni na ni urithi wetu, lazima tuuenzi. Sasa na desturi zinaruhusu hiyo kabisa. Sasa mzee Songea Mbano, Chief Songea Mbano, yule aliyetangulia mbele za haki. Wewe sasa uchief umerithishwa na nani? Na utaratibu ukoje wa kukupata? Kwanza hata mimi mwenyewe uchifu sikutegemea kama nitapata uchifu. Mimi mwenyewe nilikuwa safarini huko. Nilikuwa Dar es Salaam, naendelea na shughuli zangu huko. Na huku nyuma familia ikakaa na wana ndugu. Wakasema sasa sababu chifu alishafariki na aliyekuweko alikuwa ameshika. Chifu alifariki mwaka gani? Chifu ambaye yule ambaye tunamuona kwenye picha yule. Songea Mbano. 1907 huko. Baada ya Ita. Sawa. Baada ya yeye nani alifuata? Baada hapo kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Masoro. Baada ya hapo kawa na mzee mmoja anaitwa Ali Songea Mbano, ambaye tumemzika kama miaka kama 5 imepita huko Matimila. Kwa hiyo baada hapo alikamishwa ndugu wake kwa muda. Baada hapo naye akafariki. Kwa hiyo walipofariki wakasema sasa tunatafuta mtu mwingine nani. Kwa hiyo familia ikakaa ikajadiliana. Kasema basi tumpendekeze mtu fulani. Na walipendekeza kwa sababu ya kuona hekima na busara za mtu zikoje. Hatutumii mbinu nyingine tofauti. Hata mwenyewe nimefika hapa 2022 nilikuwa sina hilo wala lile. Niko nyumbani naendelea na shughuli zangu. Baadaye familia ikaniita, bwana sisi tunafikiria kufanya jambo fulani. Kabisa upendekezeni mnapoweza kupendekeza. Kumbe wenzangu wameshakaa majadiliano. Kwa mimi nimefika hapa sina hilo wala lile. Na bwana leo natakiwa twende huko. Nilikuwa apishwa. Wapi? Nilikwenda Maposeni. Nilikuwa na chifu Uzuru. Ndio Uzuru Gama. Yeye ndio alikwenda kutuapisha kule. Kwa hiyo nilichaguliwa mimi kama kwenye familia ya Kinambano, wa chifu wa Songea hapa, kwenye kata 22. Lakini ulikuwa na chifu mwingine kutokea Mpitimbi, eneo la Mpitimbi lile mpaka na Matui huko. Anaitwa Hawaii Gama. Alafu kuna eneo jingine la Maposeni. Ile Maposeni kulikuwa na chifu mmoja anaitwa Mputa Gama. Eneo la Maposeni. Lakini pia kulikuwa na chifu mwingine aliyependekezwa alichaguliwa na familia ni kutokea eneo la Parambo, Peramio. Ndio. Mbendela Gama. Kwa hiyo sisi sote wanne tuliapishwa kwa siku moja. Mwezi wa 11 2023 wale Maposeni. Niliapishwa pale kimila mbele ya viongozi wa serikali. Inafanyika mbele ya viongozi wa serikali? Na baada ya kuapishwa pale nafikiri kila mmoja ili aweze kuapishwa alitoa ng'ombe moja. Na ng'ombe naitoa mimi, unaenda kula wewe. Ng'ombe naitoa na kula mimi. Siri mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutaka kujenga mahusiano. Sasa. Kuimarisha mahusiano. Kwa hiyo tuliapishwa pale, tulikuwa na mkuu wa mkoa, wakurugenzi wa halmashauri yote. Tulikuwa na mkuu wa wilaya na watu wengine mbalimbali. Tulikuwa na katika ile kwenye na RPC na kadhalika. Kwa hiyo tukaapishwa pale, tukamaliza tukafanya sherehe zetu fupi, tukatawanyika kwa kutoka basi kuendelea na ratiba nyingine. Kwa hiyo tunakuwa kila mwaka huwa tunaalikwa kama na siku ya Wangoni Day. Tunaalikwa kutoka Tanzania kwa Ruvuma tunakwenda Malawi. Kila anapofika mwezi wa pili huwa tunaalikwa kwenda Malawi. Na kwenda na Zambia pia. Na maeneo mengine mbalimbali. Na katika kuapishwa huko pia tunatakiwa machifu wote tusajiliwe kisheria. Na tunalipa ada. Kama 300,000 hivi. Shalipa ada hiyo basi kila mwaka unaendelea kulipa. Na kama kweli chifu halali bila sajiliwa kisheria kwenye kundi la machifu. Kiasi kwamba hata ukitoa ushauri kwa serikali, ukitoa taarifa zinakuwa rasmi, wanakutambua. Wanatambua ndio. Na kwa kawaida tuna mwenyekiti wa machifu nchini ambaye ni mama mmoja kutoka Mwanza. Kwa hiyo hata
mwaka jana alikuja Mheshimiwa Rais hapa kwenye tamasha la tamaduni. Nao walikuja wote. Kwa hiyo kuja hapa naye Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye sasa ni mgombea wa urais alitukuta na tukamkaribisha hapa Songea. Ni chifu mwenzenu naye alisimikwa kule. Ndio, alisimikwa kule. Na tukamvesha mavazi ya aina hii. Nafikiri. Japo mimi sikwenda huko. Ndio. Alikwenda chifu wetu mkuu ambaye anaitwa Emmanuel Zurugame. Ndio chifu wetu mkuu wa Ongoni. Kwa hiyo inawezekana tukaona machifu wengine wako maeneo mbalimbali kama Mbinga, Nyasa kule, wako na Mtumbo, Tunduru kule. Kwa hiyo wote hawa huwa tunashirikiana siku ya mashujaa au makumbusho pale Songea, huwa tunakutana wote kwa ujumla wake. Lakini kabla hapo huwa tunakuwa na siku rasmi ya Ongoni Day au siku ya Ongoni ambayo inafanyika Mapuseni Peramiho. Unakuwa wote. Ni mwezi gani? Na kuaga mwezi wa pili tarehe 26 huwa ndo tunakutana huko. Kwa hiyo tunakutana machifu wote, tunakaa pale tunakula pamoja. Na nyama zetu za kuchoma na hizi za kupika. Lakini zaidi sana ile nyama ya kuchoma inaitwa misimiwe. Ile misimiru. Tena nakata mishikaki ile unaweka kwenye mti hapo. Na yoka. Na yanika kwenye mkaa. Inakuwa vizuri sana. Na ukila unajisikia kweli nakula nyama. Alisikia kama nyama nyati. Wewe kikaushwa inakuwa kama nyama nyati safi kabisa. Huwezi kutofautisha kati ya nyama nyati na nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo tunakula pale wote kwa pamoja, tunapata furaha na faraja na tunakuwa na ngoma zetu za asili tunacheza pale, mali basi tunatawanyika. Kitu kama hicho. Sasa wewe unaonekana ni wa kisasa sana. Alafu kama mtoto wa mjini hivi. Ndio. Ndio ninavyokutazama. Umejifunzia wapi haya mambo ya uchifu? Mambo ya uchifu? Na ulikuwa Dar es Salaam, unaendelea na shughuli zako na nini? Sasa nilikuwa sio nimekwenda kuishi. Dar es Salaam nilikuwa nakwenda tunakurudi. Sawa. Sasa mimi nilikuwa diwani hapa. Wakati gani? Kata Mshangani. Nilikuwa diwani kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita mpaka sasa. Kwa hiyo haujagombea tena? Kugombea kwa sababu unaweza kuacha nafasi. Unaona nyakati. Sasa mambo ya siasa usilazimishe sana kwenda naye. Unafikia sehemu unaachia kijiti mwenzako aendelee naye. Kwa hiyo sasa nimebaki kwenye mambo ya mila na desturi kama chifu. Na uchifu uweze kujifunza. Tutapata maelekezo ya kutoka huko walipokuja kutuapisha sababu wengine kutoka Malawi. Ndio walikuja kusimamia kwa apisho kwetu sisi. Na sisi tumeapisha kwa nyongo. Kweli. Nyongo ya ng'ombe. Ndio walikuwa tumeapishwa kwa utaratibu wa kimila. Na tulikuwa kwenye zizi. Kwenye zizi kabisa la ng'ombe ndio makao tunaapishwa. Kwa hiyo na siku ya kuapishwa mkuu wa mkoa ndio tukabidhi kiti. Na hicho kiti nikikalia mimi uweze kukalia wewe. Na kiti changu rasmi. Nikitaka kusema mambo lazima nikae kwenye kiti changu niseme mambo. Ndio nikabidhi ile kiti. Na uweze kukalia mtu mwingine mpaka mimi nakufa. Ndio. Kwa sababu hii ni mambo ya kumwachia, kwa sababu hapo katikati hamna kugombea wala kufanya kuwa chifu. Uchifu unakuja wenyewe. Kwa hiyo wewe ukitangulia mbele za haki ndio kile kiti atapewa mtu mwingine. Kile kiti. Atatafutiwa cha kwake. Atatafuta cha kwake. Cha kutafuta kwa nguvu zake. Wewe kile kinakwenda wapi ambacho unakalia sasa hivi? Kile kiti mimi huwa nakiweka ndani. Inakaa nyumbani kabisa. Na ukitangulia kile kiti kinakwenda nacho. Wanakuzika nacho? Sitakaa. Na hii basi. Wakati wa kuzikwa wewe unakaa? Mimi nitakaa. Hauziki kama watu wengine? Sisi kama watu wengine. Mimi nakaa kwenye kiti kama lipo tai. Ndio nitazikwa. Yes. Kabisa. Na machifu wengine wamezikwa hivyo? Wengine wamezikwa hivyo. Sisi ndio tumeapishwa, tunabeba na hiki kiti ni cha kwako. Unapotaka kusema mambo yako, semea kwenye hicho kiti. Hauwezi kukalia mtu mwingine. Na labda nyumbani naenda kuiwekea tu labda godoro au begi, basi hakiwezi kutoka. Kwa hiyo kuondoka hapa, naondoka na naweza kama nikaacha mavazi. Lakini mavazi unaweza ukaacha. Naweza nikaacha. Na vitu vingine viacha. Lakini kiti nitakwenda nacho. Sababu ni cha kwangu. Sio cha mtu mwingine. Unazikwa umekaa. Nazikwa nimekaa. Kwa hata Mandela alizikwaje? Alizikwa amekaa. Au kufuatilia. Na kawaida machifu wa Kingoni huwa tunazikwa huko tumekaa kwenye viti.
hatulazi. Na kama sio chifu, hata Wangoni wenyewe kama Wangoni akishakufa, kama mimi babangu mzazi alipofariki, alizikwa kwa ngozi ya ng'ombe. Ile ngozi ya ng'ombe inadukwa chini, baada hapo namtangulia yeye, nawekwa pale ndio nafikia. Akuwa kwenye sanduku. Hata kama kwenye sanduku ndio hivyo, lakini juu ya ngozi ya ng'ombe ilikuwa kwa mtindo huo. Kwa hata wazetu wengine waliotangulia na tuwezeka kwa mtindo huo wote Ngoni. Kwa hiyo Chifu Songea nambari 1, kulikuwa na Chifu Songea. Naomba fafanua hapo. Kwa miaka hiyo ya nyuma, wakati wazee wetu wanatoka huko walikotoka na kufika hapa Tanzania, kwa hiyo hapa kulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa kama mkuu wa majeshi, akiwa anamuongoza Chifu Zuru. Kulikuwa chifu mkuu, lakini Songea Mbano yeye ndio alikuwa kama jemedari ndio kwa kuongoza vita. Kwa hiyo baada ya kumuita Songea, kabla hapo wakati wanapigana hizo vita, alikuwa anawaambia askari wake, Songela Twivulani. Songela Twivulani. Songela Twivulani. Maana yake askari wangu sogeni mbele tukapigane au tukapambane. Na hicho ni Kingoni. Ni Kingoni. Kwa hiyo wale wataalamu au wageni wetu hao walikuwa na kutawala wakati huo, walishindwa kuita hiyo. So akijua kumbe Songea. Kwa hiyo ikajulikana Songea mpaka mwisho wake. Kumbe ndo Songea imetokea huko. Imetokea huko ndio. Lakini sasa Chief Songea Mbano ndio. Yeye alikuwa anaitwa nani? Majina yake. Jina lake la asili. Nataka nipape jina la asili. Ndio. Nishalitamka hapa litakusaidia kidogo. Ndio. Chifu Songea Mbano, kuna historia imetoka huko nyuma. Kulikuwa na babu zetu wanaitwa kina Ruafu, Butili, Mzimu, Sendo, walikuwa na majina aina hiyo. Kwa hiyo na majina yalikuwa naitwa, walikuwa wataki kuita yale majina halisi. Maki haya majina sio kuja kubadilishwa baadaye. Yanaitwa Samuel. Ndio. Lakini haya yamekuja baada ya kuonekana sasa hao tumewatawala, tumewashindwa. Namna gani tufanye? Hebu tutumie mbinu aina hii. Sawa sawa. Unaona unaona hapa kabla tujawaua, hebu tuwabatize hao majina. Kwa hiyo tutumie mbinu hiyo. Kwa hiyo tulikuwa na majina yetu ya asili ambayo silikuwa nayatumia. Unaweza kana kaitwa labda nguruwe. Lakini ile nguruwe ilikuwa na maana yake. Kwa hiyo unaweza kujua kabisa kwamba huyu anaitwa Songea au anaitwa Mzimu au anaitwa Msendo au anaitwa Butiri au anaitwa Ruafu. Walikuwa na maana yao. Yale majina ya asili ni mazuri zaidi kwa kuyatumia ili kujikinga na maadui. Kwa hiyo tubaki hapo kwenye majina. Kwa Ngoni tunajulikana kwa majina ya wanyama. Umeanza hapo kueleza kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya kujikinga, lakini nataka ufafanue zaidi. Tuna majina ya tembo, nguruwe, ngonyani, sijui kama ni jina linalokwenda na nyani, na yani tuna majina hayo ya wanyama. Lakini wengine tukakosa majina ya wanyama, tukaanza kuitana majina ya makabila. Kuna kina Mbena, kina Mkinga, na majina ya namna hiyo. Naomba tubaki hapo kwenye majina, unifafanulie kwamba tulikuwa tunajikinga na nini na namna gani haya majina yanahusiana na kujikinga. Kwamba Wangoni kawaida yao kama wako kwenye msafara wa kivita, walikuwa hawezi kuitana majina yale ambayo yanatambulika huko ndani. Wanaitana majina, wanabadilisha, utaitwa fulani na fulani. Lakini walifanya vile kwa makusudi. Wanaweza kusema yani, sasa kule utaitika tu ndio ukiambiwa nyani ndio hapa kuna hatari, lazima uondoke. Tembo, lazima ujue kabisa tembo huko kuna adui anakuja, wewe lazima ujikinge. Unaitwa fisi, wewe lazima ujue kabisa fisi adui anakuja, pita huko. Sawa sawa. Ndio maana ya kuitana majina. Hii alikuwa kwa ajili ya kutaka usalama na ulinzi wa kwetu. Sawa sawa. Ulinzi wetu tunahitaji uwe wa mtindo wa aina hii. Wewe ukitambua jina moja, kwa hiyo wote wanajua. Sasa huko kuna hatari, ndio wanakwenda kwa mtindo huo. Kwa hiyo nakuta hata mtu mwingine anasema mimi naitwa Miti. Miti tawa miti. Ukisema miti basi ujue mtu yuko karibu na miti inayokuja hiyo. Huyo adui anakuja yuko karibu na miti. Unasema miti. Kwa hiyo kishatamka vile basi huko unajiandaa. Unajua namna gani mnafanya. Na kuna baadhi ya miti wanasema huu mti wa aina fulani. Wanakutambua kabisa muhoro.
walikuwa na maana yao. Okay. Na muhoro ukiufanyia kazi kuna mambo ya matambiko. Kenda kusemea kwenye huo mti. Kuna mambo ambayo yanaweza katoka kwa. Alafu huwezi kuamini. Kweli? Ndio. Okay. Watu tunakwenda pale tuna taratibu za kumwaga ule unga wa muhogo au unga wa ulezi na unasemea maneno unataka kuyasemea. Kama unaweka pale nyama kama unanuizia. Na ukisema yale yanaweza katokea vile vile vinavyotakiwa kwa. Kama unataka kwenda kuomba labda mvua, unakwenda kwenye hiyo miti inaitwa mihogo. Unakwenda kunazungumza, unaweza kuomba, mambo yanaendelea. Kwa hiyo Wangoni walichokuwa wanafanya ni kama kwenye majeshi. Wanapeana majina kama codes na nini. Yaani ukiita adui asijue kwamba hapa ni nini tunawasiliana au ina maana gani. Okay. Bila shaka umeelewa, maana watu wengi najua wanauliza kwamba Wangoni kwa nini walipewa majina ya wanyama. Kwa hiyo wengine walikuwa wanafikiri majina ya wanyama yamepewa kwa sababu ya kuhifadhi. Na ndio hasa mada yetu ya leo. Uhifadhi ulifanyikaje wakati huo? Wa historia unayoifahamu. Haya majina ya wanyama ya kuhifadhi walikuwa wanafanya hilo kwa sababu wengi tunapenda sana kula nyama. Na wewe ukiona mnyama huyu yupo basi lazima ukafanye taratibu za kumwinda. Wewe walikuwa wanatoa ile majina ili kuzuia wewe sasa usiwe na hamu ya kula nyama. Wewe nyani? Nyani anafanya binadamu. Wewe usile nyama ya nyani. Ng'ombe. So nyama ya ng'ombe usiwe. Wewe nyati. Hauita nyati. Kwa maana kwamba huyu nyati ukimuua kienda kula lazima utapata madhara. Kwa hiyo walikuwa wanafanya vile kwa kuhifadhi mali asili ili zisitoweke ovyo. Naweza kwamba miti huu hapa miombo. Miombo ile miti ambayo inaweza kachuna kutengenezea kamba au kutengenezea mabasi ya asili. Unaweza kukwambia huu hapa mtu usiutumie una madhara, lakini lengo ni kutaka kuhifadhi uweze kuikuta hiyo miti kizazi hadi kizazi. Lakini kwa sasa ukimwambia mtu mti miombo uko wapi, hawezi kuambia mtoto mdogo sasa hivi. Sasa mbuni uko wapi, hawezi kuambia. Atakwambia mimi siujui. Hajui faida ya mbuni wala msuku wala miombo hajui. Kwamba tulikuwa na mavazi inaweza kutumika kwa nyama gome ya miti kama miombo. Anafanya mavazi safi. Na mimi na kofia ya aina hiyo. Lakini sijachukua leo na hope iacha. Kwa hiyo walikuwa wanatumia haya majina ya wanyama kwa ajili ya kuhifadhi mali asili. Kwamba ili mifugo au mazao haya ya wanyama pori yasipotee kienyeji. Ndio walitumia mbinu ya aina hiyo. Kwa hiyo mpaka sasa mahitaji sana serikali naye ifanye taratibu za kuungana watu wa TANAPA na watu wa mila na desturi machifu kuweza kuhimiza uhifadhi wa mali asili zetu au mali hai hizi. Sababu tusipotumia mbinu hiyo miti yote inaweza katoweka na wanyama wote na katoweka. Na maana serikali imechukua hatua kali sana kwa saizi kuhifadhi wanyama pori. Unaona kuna wanyama pori anakuja mpaka nyumbani. Sasa unamfukuza. Anaweza kufika akakutisha. Sasa kwa mtu ambaye anajua kabisa mnyama huyu ana tabia hii, na kawaida simba hawezi kumtafuna binadamu kienyeji. Sio rahisi. Kuna tabu au kuna mambo yake ambayo yanaweza kuweza yakajitokeza. Simba kumkamata binadamu hivi ana kwa ana ni kazi sana. Labda awe na njaa kupita kiasi au amechoka mzee, kwa hiyo sasa hana sehemu ya kwenda na vizia nyumbani kwako. Unaweza kuingilia pale. Kwa hiyo haya majina yalikuwa yamechukuliwa wakati huo kwa malengo maalum ya kuhifadhi mazingira. Wangoni ni wawindaji? Wangoni ni wawindaji. Kwa hiyo walikuwa wanainda wanyama gani? Walikuwa wanawinda kama tembo, unaweza kuua, hata nyati, unaweza kuua, hata nguruwe, unaweza kuua. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali. Ndio. Kwa hiyo kwa mfano mtu aliitwa tembo. Kwake kuua tembo ilikuwa hairuhusiwi. Yaani kama anamuua babake au anamuua kizazi chake. Kizazi chake. Unamuua tembo huyu ni ndugu yako. Umbe lengo ni kutaka kuhifadhi mazingira. Wanyama pori. Huku Ruvuma, ndio watu wengi wanafahamu kama Songea, mkoa ni wa Ruvuma. Kuna chanzo cha mto mkubwa, mto Ruvuma. Kipo hapa tu karibu Matogoro. Namna gani vyanzo vya maji kama hivyo viliweza kulindwa? Miiko gani iliwekwa kuweza kulinda vyanzo vya maji? Kwa siku za nyuma wazazi au wazee wetu
walikuwa najua kabisa kwamba kitu muhimu sana ni mazingira. Ndio. Kwa hiyo walijaribu kuona maeneo gani yanaweza katusaidia kwa maisha yetu ya baadaye na vizazi vijavyo. Kwa hiyo wakaamua kuhifadhi ile eneo kama mto Ruvuma, kwamba hapa ni eneo ambalo unaweza kahifadhi nyoka. Na nyoka wakubwa unaweza kaweka pale. Kwa hiyo ukienda pale mtapata madhara. Na ni kweli huwa na nyoka pale huwa anatembea Kule kwenye chanzo. Kwa hiyo akikaa kule mtu hawezi kwenda kwenye eneo lile. Anaogopa. Na kama unakwenda kule kwa ajili ya shughuli za kutambika na kuweza mambo fulani mwisho. Kwa hiyo ukiona namna ile sasa mtu anaogopa kwenda kwenye ule eneo la hifadhi. Anarudi nyuma. Sema kumbe kweli nikienda nitakapambana na nyoka. Naweza kumtana nyoka mdogo tu akakimbia. Sasa kweli kuna nyoka. Lakini hata sasa ukifika sababu ule msitu ni kubwa na bado maji ni mengi, lazima kuna nyoka wakubwa wako pale. Na wanyama wengine wadogo wadogo. Kwa hiyo eneo ambalo limehifadhiwa haliingiliwi tena na mtu yeyote pasa hizo. Sawa sawa. Na taratibu wa serikali nafikiri imeweka ni mzuri zaidi. Ndio. Wa kuhifadhi mazingira. Wako wakala wa misitu kule wa TFS. Ndio. Wanajitahidi kufanya kazi vizuri. Ndio. Na wanatoa elimu ya kutosha kwa wananchi. Sawa sawa. Na kila mwaka wanajitahidi pia kupanda miti ya asili. Pamoja na hii ya kisasa lakini asili pia wanajitahidi kuipanda hiyo. Na miti ambayo hata minyonyi huwa kila mwaka wanagawa. Wanapewa wananchi bure, wanakwenda kupanda katika maeneo yao. Sawa sawa. Na ndio maana hata leo ukifika mlima Chandamali ni eneo ambalo Chief Songea alikuwa anajificha pale. Pambo liko pale. Kwa hiyo alikuwa anakaa pale kwa makusudi lakini nyumba yake ilikuwa kwa chini kabisa. Karibu na Ottawa Sheri pale. Ndio. Kuna eneo hapo pale. Eneo liko pale. Yaani hata sasa ukifika unakuta pale nyasi hazioti. Hazioti kabisa nyasi. Sasa ndio alikuwa anaishi hapo. Lakini sasa serikali imefanya taratibu za kugawa lile eneo. Sasa sijaona kama mtu aliyejenga pale bado pako hapo. Kwa nini nyasi hazioti? Sijajua. Eneo kubwa. Ni eneo kubwa tu. Eneo kubwa. Kwa hiyo hata kufika Chandamali pale ule mlima tulisema sasa tuikabidhi serikali. Kwa hiyo liko ule mlima uko chini ya kambi la jeshi ya Chandamali. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo ukiingia pale uweze kukata mti. Hata kuni ukienda basi uomba kibali. Kuokota. Na uruhusi kukata mti. Kuokota okay. Unaruhusi useme mti mwingine sinaoza. Ndio. Ikishakaa baada muda pani na inakuwa imechoka. Kwa hiyo ni maeneo mazuri palipadhi kama pale Chandamali, kujipa Chandamali. Ni sehemu ambayo inapendeza kwa mimi. Inavutia. Kama ilivyokuwa forest kule kwenye chanzo cha maji na hapo Chandamali napo pazuri tu. Ukifika unaweza kuridhika. Lakini pale kwenda kwake mpaka upate kibali. Sawa sawa. Kutoka jeshini. Na unajua kabisa unakwenda na watu wangapi na watu wa aina gani. Ukienda kienyeji sijui kama unaweza karudi. Sivani. Kwa sababu nasi tunakwenda naomba kibali pia naenda kutambika kule na hapo narudi. Lakini kwa kibali maalum. Sawa sawa. Japo tunasema msitu umeutunza, pia serikali imekuja kukabidhiwa. Sasa ikishauri serikali iko chini ya mamlaka nyingine. Mamlaka nyingine. Wewe kuna mamlaka. Na lazima uheshimu mamlaka. Ni sahihi kabisa. Hakuna mtu anayekwenda nje mamlaka. Ndiyo. Sasa hebu niambie wakati huo sasa enzi hizo kwenye kulinda maliasili. Tunazungumzia kulinda vyanzo vya maji, wanyama pori na misitu na umetutolea mifano hapa ya kutosha. Waliokuwa wakikiuka kufanya hivyo, nini kilikuwa kinawapata? Na la kwanza kabisa kwa sababu wazee wetu walikuwa na taratibu zao. Kila baada ya mila plani wanafanya vikao vya kuelimisha jamii. Sasa kwamba eneo hili kama mtu anakwenda bila kupata taratibu au kula bila kuruhusiwa, sheria zilikuwa zinachukuliwa na machifu au viongozi wetu wa mila ni kwamba wanamuita huyo mtu. Kwa sababu mwanzoni kulikuwa na kiongozi Duna, ulikuwa na msaidizi wake Jumbe. Kwa hiyo wale wanapata habari zote kutoka kwenye maeneo husika. Una uharibifu gani umetokea katika hilo eneo? Akishaleta yule mtu anachukuliwa na askari wa mila. Kwa panatakiwa uende kwa chifu ukajibu shtaka. Na kwa mfano kama Songea hapa, eneo la mjini mpaka Matimila, eneo kubwa la mahakama au baraza lilikuwa pale Mshangano. Walipojenga TBC. Ndio pale kulikuwa na baraza lilikuwa pale. Kweli? Kabisa hii. Wewe akichukuliwa kiletwa pale ataulizwa maswali,
kuna basi anapata adhabu. Adhabu aina yote ile. Aidha anaweza kumwambia chimba show hapo, kachimba tu. Kwa usimamizi. Ukishindikanika basi unachukuliwa unaanza chini viboko na tandikwa. Adhabu tu. Kulikuwa na adhabu za kuchapa viboko. Kuna adhabu. Kama ilikuwa mwalimu Nyerere alikuwa anasema Ndio. na Hamza 50. Na Hamza 50 kampelekee mke wako akaziona. Wewe ilikuwa machifu walikuwa nakwenda kwa utaratibu huo. Yote anayekeuka lazima achukue hatua aina hiyo. Kwa hiyo ndio maana unakuta hali ilikuwa nakwenda kwa mtindo huo. Sawa. Ndio. So Songea imekuja baada ya watu kushindwa kutamka Songea tu fulani. Si ndio? Kabla hapo Songea ilikuwa inaitwaje? Songea kabla hapo sijajua, lakini najua ilikuwa inaitwa tu Ruvuma. Ruvuma kwa maana kwamba chanzo cha maji ndio jina ambalo lilikuwa linaitwa Ruvuma. Lakini Ruvuma sio jina la mtu, Ruvuma ni mto. Chanzo cha mto. Sasa wakati huo wa vita zile, wakati wanapigana sasa, ndio wakasema wewe unaitwa nani? Sasa Songea tu fulani. Sasa Jerumani kutamka Songea tu fulani alikuwa hawezi. Akaona ngoja nitamke jina la Songea. Songea, yeye akasema Songea. Anashindwa kutumalizia ile la. Kwa hiyo toka hapo imeendelea mpaka kufikia sasa. Na ndio maana ukifika sasa unaenda Ruvuma, wanakuambia naenda mkoa wa Songea. Sio Ruvuma. Wewe jina hili limekuja kuvuma zaidi baadaye. Kuna mikoa ambayo majina ya baadhi ya wilaya ambazo labda ni makao makuu ya mkoa yamekuwa na umaarufu mkubwa kuliko jina la mkoa. Kwa mfano mkoa wa Ruvuma, Songea ni maarufu sana. Zamani mkoa wa Rukwa, Sumbawanga ilikuwa maarufu sana. Mkoa wa Kilimanjaro, Moshi ni maarufu sana. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo majina ya wilaya yalikuwa na umaarufu mkubwa kuliko majina ya mkoa mpaka watu wakadhani kwamba ndio mkoa. Lakini hapo sasa mimi sijapata bado kwamba Songea iliitwaje kabla? Songea kabla ya Songea la Tuivulan. Sasa kwa mimi siwezi nikatoa maelezo kirefu zaidi. Lakini kuna wazee ambao wapo wale baki wawili watatu. Naweza kuwauliza hao, lakini mimi nasema tu kwamba Songea ilikuwa inaitwa Ruvuma. Sawa. Lakini wakati wa vita sasa, wakati wanapigana wakashindwa kutamka ile Songea. Sasa wakaamua kuita tu Songea. Na ndio maana mpaka leo unakuta mkoa wa Ruvuma naenda wapi? Songea. Mkoa wapi? Songea. Baada ya hospitali ya mkoa inaitwa Songea. Haitwi Ruvuma. Omso. Hospitali ya mkoa Songea, ni kweli. Haitwi hospitali ya mkoa wa Ruvuma, inaitwa Songea. Ni sahihi. Sasa. Na kwenye ulinzi sasa wa maliasili, umetuambia hapa kwamba kwenye chanzo cha mto Ruvuma kuna nyoka na wamekuwepo nyoka toka enzi hizo. Kwa nini nyoka? Yaani uhusiano wa maji na nyoka ukoje? Kwa sababu hii inasikika sehemu nyingi kwenye maji kuna nyoka. Na ni kweli na mahusiano kati ya msitu na maji. Nyoka hawezi kukaa sehemu ambayo iko wazi. Sehemu yote yenye msitu lazima nyoka utamkuta. Na nyoka wakubwa wanapenda kukaa kwenye misitu ili waweze kupata wadudu waweze kula. Akisha kula lazima aende akatafute na maji. Umewahi kuona nyoka anakunywa maji katika maisha yako ya kawaida? Sijawahi. Wewe nyoka anakunywa maji mara chache sana. Unaweza kala huko nchi kavu, lakini kwenda kwenye maji kule. Hata ukiona nyoka amekuuma kinywa kwenye maji, akinywa maji, wewe huwezi kupona. Haya amekuuma hapo na kinywa kwenye maji, huwezi kupona. Lazima utaondoka. Connection yake ikoje? Yaani inaonekana kama akisha kuuma nyoka, sumu yake inatembea haraka kama kinywa maji. Kinywa maji maki sumu yake sana inatembea haraka sana kwa hiyo huwezi kuamini. Ama nyoka kijani unaweza kumuona, unaweza kumshika, lakini kukuuma ni kazi sana. Sasa kuna mtu ameumwa na nyoka wa kijani. Lakini nyoka kijani akikuuma tap atakimbia sana kuna mtoni. Sababu shimoni sima nakauka. Damu ya binadamu sinakuwa na chumvi. Kwa hiyo inakausha. Wanapoenda kula kinywa maji na huko kuna damu inatembea haraka. Kwa hiyo inaondoka. Nice.
Kitu kama hicho. Kwa hiyo mazingira kati ya misitu na maji lazima vishirikiane, na nyoka lazima ushirikiane hapo uwepo. Na ndio maana wazazi wetu walikuwa wanasema usiende huko, kuna nyoka mkubwa sana. Kuna nyoka mkubwa sana, lakini walikuwa wanafanya vile kwa sababu ya kuhifadhi mazingira, ili wasiende kuharibu ovyo. Najua kuna kitu muhimu sana katika maisha kama maji. Ya mwili wa binadamu 90% kabisa ni maji. Ni madini kweli. Kwa hiyo maana walikuwa wanatumia mtindo huu kuhifadhi mazingira. Sasa. Kwa hiyo Wangoni walitoka South Africa wakaja na mtumbo. Ndio tunavyoambiwa kwenye magrupu kwa WhatsApp, tunataniwa kweli kwamba yani Wangoni walikuwa wanafikiria nini. Wakatoka South Africa wakaja huwa wanataja na mtumbo. Sasa sijui na mtumbo imekuwa na umaarufu siku za karibuni. Yaani wakati wanatoka Afrika Kusini, walikuwa wanatafuta makazi wapi naweza tukaishi. Kwa hiyo kila wanapopita walikuwa wanafanya mambo yao ngo. Wanaacha watu wao waende na safari. Acha watoto wanaenda safari. Kwa hiyo walipofika na mtumbo walipofika kuonekana hawa wanazaliwa nao ni wakorofi. Basi wakaamua kuwatimua. Na ndio maana mpaka leo inawezekana mtu anatamka tu, "Ndenda uli. Kanifanya nini? Ndenda uli. Kanifanya nini?" Sasa ile ndo Wangoni akasema, kama unafanya nini basi ngoja tukushughulikie. Kwa hiyo kwenda kumtindo huo. Kwa hiyo baadaye walipokimbia pale Wangoni kabaki. Na ndio maana maeneo mengi walikuwa wanapita, wanaacha watu wengine wanabaki. Ukiita fujo lazima utapata taarifa kwamba kufanya analeta fujo sana kule. Wewe unatafutwa kwa namna yote mpaka tukupate. Walikuwa wanatumia mbinu za aina hiyo. Mkoa wa Ruvuma una makabila mengi. Ndio. Lakini Wangoni wamepata umaarufu zaidi. Kiasi kwamba watu wanafikiri huku Ruvuma kuna Wangoni tu. Makabila mengine ni yapi na kwa nini Wangoni ni maarufu zaidi? Makabila yako mengi. Lakini Wangoni sababu ndio walikuwa wapiganaji wakuu. Walikuwa wanaweza kupigana, walikuwa hawaogopi chochote. Akiamua sasa unaisha ugovi, basi ile ugovi hauwezi kuisha mpaka wewe ukimbie. Kwa ndio maana unakuta Wangoni wanaweza kawa wanasikika sana sababu ya wakianza ugovi hautaki ugovi uishi haraka. Wanataka uendeleze na vinapo ng'ang'anizi sana. Kwa hiyo utakuta makabila ya Songea au mkoa wa Ruvuma ni mengi. Hapa mkoa wa Ruvuma kuna Wayao, kuna Wamakua, Wayao Tunduru. Chifu mkoa. Kuna Wandendeule ambao wenyewe na mtumbo. Kuna Wanindi. Wanindi hao ni jamii ya wa Matengo. Asili yao ni pokea Matengoni. Sio wenyeji wa hapa. Kwa hiyo nao walikimbia toka kuja kutafuta maisha. Kwa hiyo wakaamua kuhamia huko. Kwa hiyo na kuna Matengo na of course wewe sema kuna Mnyasa, kuna Wamanda. Kabila Fanyasa. Wanyasa, kuna Mnyasa. Kule Nyasa. Wa Mpoto. Wa Matengo. Ukisema Mnyasa ni ziwa. Sasa mimi Mnyasa, mimi mtu wa Nyasa. Ni Manda. Ni Manda. Kwa kabila ni Wamanda. Kuna Wamanda kule, kuna Wampoto, kuna Wakisi, wengine tena wengi. Hata Wakisi ambao wako pia Ludewa huko. Ludewa ndio. Wakana pale ukifika Litui, unapiga kule unawakuta Wakisi. Kwa hiyo Wakisi wengine wako huku, wengine wako kule. Na wanachanganyika na Wapango kule. Kwa hata Songea unaweza kukuta na Wapango pia wapo. Ndio. Wabena wapo. Wakati walipofika walikuwa wanakuja kufanya vibarua, lakini wengine wakawa wanaamua kuhamia. Sasa hivi lakini. Ndio. Lakini wakati ulikuwa na makabila machache sana, Wangoni, wa Matengo, wa Manda hao, Ndendeule, Wayao. Kwa hiyo unakuta Songea ilikuwa inatawaliwa na eneo kubwa. Kama mimi na kata zipatazo 22. Nina kata ya Mshangano yenyewe, nina kata ya Tanga pale, na kata Mletele, nina kata ya Bombambili, nina kata Matarawe, nina kata ya Mji Mwema, nina kata ya Isufini, kata Paranyaki, na kata ya Majengo, nina kata Mateka, nina kata Matuguru, Lilambo, Ruwiko, Subila huko na Matimira. Ambapo natawala kama kata 22 ndio eneo langu la utawala sheria. Lemiongala ametoka Matimira. Lemiongala? Watu. Sio? Lemiongala yeye alikuwa amekuja hapo, aliletwa na mzee anaitwa Mvula. Timira, mzee wa Matimira. Ndio. Sasa alileta huku akasema tunaanzisha bendi hii bendi inaitwa Matimira Jazz Band. Kwa
Kwa hiyo alikuwa na ukumbi wao hapa Msufini. Kwa hiyo anapiga muziki pale. Kwa hiyo anakwenda mpaka Matimila, anampeleka nyumbani kwake na kurudi. Kwa hiyo akawa anampeleka kule mlima mmoja na nyimbo. Vile kikaa kikunja naona ule mlima na kwa hivi. Ulikaa Matimila unaona mlima kwa hivi. Kwa hiyo kwa nyimbo ile unaitwa na nyimbo. Mlima unaitwa na nyimbo. Sasa narudi Matimila yeye ndio hiyo. Maana lakini yeye hana asili au sio mwenyeji wa Songea. Isipokuwa alikuwa amekaa muda mrefu kwa kama jifunza ile lugha. Kama fundikonja akawa na zoea kidogo. Naona kunyumba sugu kule Uganda alikuwa na nyumba. Wewe hapa amejifunza bunza ile basi. Unajua wasanii wa muziki ndio ni wepesi sana. Pesa sana. Kuna mtaa kule Dar es Salaam unaitwa Keko Magurumbasi. Kuna mtu aliniambia Magurumbasi, huyo mtu aliyekuwa anaitwa Magurumbasi ametokea Songea. Kwa labda ametokea mkoa wa Ruvuma na tumezoea kusema Songea kila mahali. Unafahamu chochote kuhusu Magurumbasi yoyote anayetoka huku mkoa wa Ruvuma? Ni maarufu sana, yani neno hilo jina la Keko Magurumbasi ni maarufu. Sasa niliambiwa Magurumbasi anatokea huku. Na walikuambia Magurumbasi maana yake nini? Ndio nikasema nitamuuliza Chifu Songea Mbani. Niko naye hapa. Keko Magurumbasi. Magurumbasi maana yake ni mtu ambaye ana miguu mirefu. Kweli? Mrefu na yeye ana miguu mirefu. Magurumbasi. Ndio maana yake. Kuna neno lingine kabla hujaendelea wanasemaga Umsolopagas. Umewahi kulisikia? Umsolopagas. Kwa mimi nikajua Umsolopagas labda tu nimehusianisha ndio mtu mwenye miguu mirefu. Ndio nilikuwa nafikiri hicho kwenye akili yangu. Umeshawahi kusikia neno Umsolopagas? Sisi. Hujasikia? Magurumbasi. Magurumbasi. Mtu mrefu anapata miguu mirefu. Ndio maana yake. Ni neno la Kingoni. Kwa hiyo huyo Magurumbasi anatokea huko. Anatokea huko Songea. Sasa sijajua eneo gani anatokea. Inawezekana kati ya Matimila au Pitimbi au Magagula. Mwizi. Okay, kwa nini unafikiri hivyo? Nafikiri kwa sababu haya majina yanatoka kwa majina ya asili. Kwa hiyo nahisi lazima katika haya maeneo mawili kati ya Matimila, Pitimbi na Magagula, maeneo matatu. Kati ya maeneo hayo lazima eneo moja imetoka. Nahisi lazima kutoka kati ya Magagula. Lazima. Okay. Tutatafiti kujua Magurumbasi anatokea huko na kama anatokea huku wapi hasa. Tutalitafiti hilo. Ngoma gani maarufu huku Songea? Yaani maarufu. Yaani kwa mfano huku Songea kuna ngoma ya Lizombe. Hii ngoma ya Lizombe inaitwa Kitoto. Hii ngoma ya watoto. Kwa hivyo nini inaitwa Kitoto? Ni ngoma unacheza kama mtoto tu ueleweki. Inatoa maadili. Ndio maana inaitwa ngoma Kitoto. Ni ngoma ya Kitoto. Unaweza kacheza tu muda wote uchoka haraka. Lakini kuna ngoma nyingine inaitwa Beni, ilikuwa napigwa zamani. Ile Beni. Ile Beni. Ile ngoma kwa sasa hivi imekufa kwa sababu wale wapigaji wameshafariki wote. Wako wachache sana ambao wanaweza kuanzisha hiyo. Alafu kulikuwa na ngoma inaitwa Msoma. Msoma. Ngoma ya ngoni. Sasa hii ngoma Msoma wachache walioko hapa, wachache sana naweza kuwapata wale kwa kusaidia. Lakini kwa saizi imekufa hiyo Msoma. Haipo kabisa. Lakini ngoma moja nzuri sana, nacheza uchoki. Unachukua muda mrefu sana, lakini navutia watu pia. Lakini sisi kwenye mambo yetu tuna ngoma yetu Ligiu. Na ile sio ngoma, ni nyimbo tu ya kufurahisha. Hivi Ligiu ni ngoma inayofanana na ngoma fulani ya watu wa Mbeya? Hapana. Sisi Ligiu huwa tunatumia mikuki, ngao zile ambazo zinatumika wakati wa vita, ngozi za ng'ombe. Tunatumia rungu, tunatumia na kinjenje. Ndio vile unakuwa navyo. Unacheza hiyo ngoma. Na unavaa mavazi mekundu kuattach kwamba wazazi wetu wamekufa kwa damu. Sio hiko. Kwa ndio wanavaa mavazi mekundu, alafu naendelea kucheza hiyo ngoma. Wafitika kuwa enzi wazazi wetu. Lakini kuna ngoma nyingine inasema Madogori. Naijua. Na najua kucheza. Unaweza kuimba kidogo? Nipe wimbo mmoja. Madogori. Nazijua vizuri. Nina sauti ndogo lakini uwezo wa kuimba ni ndogo. Naweza kuimba sauti ya 10.
Okay, mimi nitaimba saba. Siwezi sana kuimba. Sina nafasi ya kuimba. Sawa, nianzishie mimi niimbe. Wimbo? Yes, wa Madogoli. Aha. Kifupi. Nakuomba we, tindila kuyetu nikuone dada. Nakuomba we, tindila kuyetu nikuone dada. Tindila kuyetu. Basi na ngoma inaanza. Sasa unataka kuomba iko wapi? Nataka nimtafute iko wapi nikamchumbie. Ndio tindila kuyetu. Tindila kuyetu maana yake zunguka nyuma. Kwa nyuma huko. Mambo ya kuchumbiana yanasema kwa mficho. Kwa mficho, siko dharani. Na utaratibu ndio ulikuwa unapatikana watu kwa mtindo huo. Lakini hata pia kupata wachumba wa zamani hapo, lakini wazazi wetu walikuwa wanafanya mahusiano kati ya mzazi yule na mzazi yule pale, familia ile pale. Familia ile maadili mazuri sana. Ndio. Kwa hiyo pale usichukue yule binti yule ana tabia kama mama yake. Hapana. Wewe siende pale. Wewe lazima utuma mtu maalum kwenda kufanya upelelezi. Na ndio maana uchumba wa zamani na wa sasa tofauti. Maki ndoa za siku hizi unaweza kachukua leo, kesho mmeachana. Sasa. Napenda kanisani nasema utamvumilia mzako shida na raha. Sasa mume akikosa hela, mke anakasirika. Sasa wewe mwanamume ufai. Mwanamume suruali wewe. Lakini amesahau kwamba hali ya shida na raha ndio iko hapa, lakini anasahau vile vyao. Wewe ndio maana hata wazee wa zamani walikuwa wajanja sana. Walikuwa wanatumia mbinu za aina hiyo kufanya utafiti kwamba familia ile je, ina usalama, inaweza kufanya kazi vizuri, maadili mazuri. Kwa hiyo walikuwa wanatumia ujanja huo tupata familia bora. Lakini kwa saizi huwa tunakurupuka. Ni kweli. Kurupuka. Tami hapa nilipo sasa toka 89 kufunga ndoa na leo sijawahi kumpiga kofi mke wangu. I see. Unaishi naye mpaka sasa. Ndivyo inavyotakiwa. Kupiga kofi naambia kitenge hicho nimekupiga kofi. Kitenge. Mke apigwe kwa nini? Sijui anapigwa kwa upande. Ni sahihi kabisa. Kuna ngoma ya chomanga pia. Chomanga ni kweli ipo. Na chomanga naye inachezwa wakati wa kiangazi nyingi. Wakati wa mavuno tunacheza hii. Hata hiyo beni ilipelekwa wakati wa mavuno. Tunapika pombe, naita ndugu zako na fanya hiyo kitu. Kwa hiyo hata mimi pia nimefikiria kwa mwakani tajipanga ni familia taanza rasmi katika kijiji cha Matimira. Tutaandaa kwa ngoma beta, ligwamba, izombe na leo ligio. Na chomanga pia tutaandaa huko kwa mwakani, lakini tualike. Amina. Tutafanya mawasiliano ili muweze kufika mshuhudie. Kabisa. Tutafurahi. Amina. Shukuru sana. Wakati tunaendelea kuhitimisha, yani nina maswali huwa naulizwa huko ninakoishi na mengine nayakuta kwenye mitandao ya kijamii siku hizi. Ndio. Kwamba na mimi nataka tu niwawekee kaka zangu, baba zangu, babu zangu, wajomba zangu rekodi ikae vizuri. Kwamba mwanaume wa kingoni mpe chochote, muagize apeleke mahali, atafikisha. Lakini usimpe mke au mwanamke apeleke mahali popote, hatafika. Hii imekaaje? Nataka tu kuwawekea wanaume wa kwetu rekodi ikae vizuri. Hii imekaaje? Unajua katika maisha hakuna kitu kizuri sana kama kuongeza familia. Hakuna kitu muhimu sana kama kuongeza familia. Ndio maana wakati tuna wazazi wetu wanatoka huko na kigana vita, wanaume akikimbia kwa anachukua wanawake anaondoka nao. Hata kama watoto wanachukua anaondoka nao. Kwa hiyo wanakuwa wale ndani ya familia yako. Kwa hiyo heshima kubwa ya mwanamume ni kuwa na familia au mama kuwa na familia, sio vinginevyo. Sasa hizo lugha za kusema kwamba ukimkabidhi fedha itafika, ukimkabidhi mke afiki. Unajua wanawake ni maua. Mwanamke wote ni maua. Na mwanamke asipopendeza utasema huyu nyani, huyu si mwenzangu. Lakini akipendeza anakuwa na mvuto. Sasa wewe unakaa huna tamaa, unatoka mtu aina gani? Mimi nilikuwa nataka niwasaidie, niwawekee rekodi, lakini chifu anachosema hapa ni ana cement kwamba wanaume wa kingoni nyinyi hamwezi kupewa wanawake mkawafikisha. Kwani kutumia utaratibu wa kawaida kuna kwa sababu mimi nikikupa mke wangu, mwanaume akikupa mke wake anataka umfikishe. Labda
umfikishe tu mahali. Wewe unamkwapua. Yaani akupe milioni 5 hapa. Unazifikisha bila shida. Yaani mna uaminifu wa kutosha. Mwanamke Hiyo sio wako. sio haya maisha si ya zamani. Ndio hiyo zamani. Na zamani tofauti na sasa. Na yale maneno walikuwa nafanya vile kwa sababu enzi zile ilikuwa ukitembea msafara kutoka hapa mpaka kufika Dar es Salaam nachukua mwezi mzima. Kwa hiyo mwezi mzima mjiani unamsafisha mtu unakwenda naye huku. Gari anakula wapi? Anakuomba hela nauli au hela chakula, unampatia nini? Sasa ilikuwa enzi za zamani kwa sababu usafiri wetu ulikuwa shida, na ndio maana madereva wetu au sio Wangoni tu, hata madereva wengine. Kwa hiyo ni tabia tu. Ni tabia tu ya wanaume. Kuna maneno ya ujanja kulagai watu. Hii ni tabia wanaume yote yule. Sasa ukiona mwanamume hawezi kumtafuta mwanamke na kumshawishi jambo fulani, wasiwe na udhaifu katika maisha yake. Hakuna mwanamume sawa Mngoni au mpe hela itatika mwanamke hawezi kufika hata yote. Mpe kabila lolote lile sikuna taifa lolote. Ukifika kwa Mchaga atakwambia mwanamke hapa ndo sahihi. Kuna Mchaga anaweza kaacha mke wake Moshi anakuja na mke mwingine. Ni kweli. Sasa bado asipeskai tu hapo. Ukikaa inawezekana wewe unaonekana hutoshi katika maisha. Au bwana mdogo nakosea. Ndio. Jamani, brothers, uncles, fathers, nimejaribu kuwawekea rekodi vizuri na nafikiri imekaa vizuri. Haya mambo ya kupewa mwanamke na hela vingine vikafika vingine havifiki ni ya kila mmoja, wala sio ya Wangoni peke yake. So you are safe. Chief, mimi nimefurahi sana kuongea nawe. Una neno lolote la kuambia wanaofuatilia kipindi juu ya uhifadhi wa maliasili? Mliweza kufanya hivyo miaka ya nyuma, muendelezo wake? Kwanza ni shukuru Rais Samia Suluhu Hassan ambaye Chief Wangae kwa kuweza kutambua na kuheshimisha. Hilo la kwanza. La pili niseme tu kwamba nchi yetu ni nchi tajiri. Na rasilimali zetu tulizokuwa nazo ni nyingi za kutosha. Kwa hiyo serikali kupitia idara zake kama TANAPA, TFS, watu wa NAPAS wapi huko, wale wote wafikiri wakishirikiana kwa pamoja tunaweza kuhifadhi mazingira nchi hii yakawa salama na yenye uzito pekee. Kwa hiyo ni waombe sana Watanzania wote tuhifadhi mazingira ya misitu, wanyamapori. Kama kuna taratibu nyingine za uwindaji basi taratibu zifanyike ili angalau hawa wananchi wapate angalau kitoweo. Basi serikali itaangalia uwezekano upo au haupo. Sasa lakini kwenye hifadhi ya mazingira pia ni kuna hitaji sana kwenye vyanzo vya maji na misitu yetu angalau tuhifadhi ili tuwe na hali ya hewa nzuri. Tumerifishwa na sisi tuwarifishe tunaweza kupata mazingira yalikuwa bora Tanzania hii. Naweza kuona Tanzania ni tofauti na nchi nyingine. Ukifika Malawi kule hakuna miti mingi. Maeneo makubwa ni mawe tu. Kwa hata kilimo chao kule wanalima tu mihogo kidogo basi. Wewe ukandao umechukua mpaka Nyasa. Kwa na tabia ile ya watu wa Malawi. Kwa hata huku pia tuna uoto wa asili. Uoto wa asili tuutunze. Jamii yote hakikisha inafanya kazi vizuri kwa kushirikiana na serikali, mazingira yakae vizuri. Yaboreshwe, yawe na heshima zake. Na serikali ishirikishe machifu katika maeneo mbalimbali ambayo yanakuwa na uharibifu. Tukishirikishwa nafikiri tutaweza kufika sehemu nzuri ambayo inaweza kuleta tija serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe ni wito tuwiro tushirikiane kati ya jamii na viongozi wa serikali na mashirika na ofisi mbalimbali zilizoko nchini. Ndio tutafanikiwa. Kabisa. Leo nilikuwa nacheza viwanja vya nyumbani hapa mjini Songea na nimekutana na Chifu Songea Mbano nambari 1. Kama unakumbuka vizuri na unafuatilia historia, Chifu Songea Mbano wa awali kabisa alishatangulia mbele zake muda mrefu, lakini wamefuata machifu wengine kadhaa na sasa tunaye Chifu Songea Mbano nambari 1 ambaye tumeongea naye mambo mengi sana kuhusu mila na desturi. Wangoni na makabila mengine ya Ruvuma walifanyaje enzi za mababu
kuhifadhi maliasili ambazo leo tumezikuta na tunaendelea kuzitunza kisayansi zaidi. Kutoka hapa Ruiko Hunt Club mjini Songea, mkoa wa Ruvuma, mimi ninaitwa Catherine Mbena na hii ni TANAPA Podcast. TANAPA Podcast, hifadhi zetu, sauti yetu. Kwaheri.